tazama Bwana anatenda kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Maana kwa mambo ya kimungu haya, Mungu huwa anatenda kazi na watu, sio yeye peke yake, ila Mungu anatenda kazi na watu. Na katika kutenda kazi kwake Mungu na wewe, lazima kuna vitu uvifahamu na uvielewe. Uelewe utendaji kazi wake, uelewe vile ambavyo Mungu anafanya kazi zake. Usipofahamu vile ambavyo Mungu anatenda kazi katika maisha, ni rahisi sana kumiss. Ni rahisi sana kumiss wakati Mungu akiwa anataka kutenda. So kujifunza wakati mwingine, taking some times kwa ajili ya kuweza kujifunza mambo ya Mungu na kuangalia kwenye Biblia Mungu anasema kitu gani. Lengo ni kutaka kumfanya mtu aweze kujua how God does things, namna gani Mungu anafanya vitu, anafanya kazi. The Bible say kipindi fulani Samuel alikuwa amekaa katika sanduku la agano, katika nyumba ile hema ya kukutania, alikuwa analala mule ndani usiku kucha. Alafu siku moja Mungu akawa anamtokezea, anamuita Samuel. Anamuita mara ya kwanza, Samuel alikuwa haelewi kitu. Maandiko yanasema kwamba Samuel akawa anatoka na kwenda kwa Eli, anakwenda kwa kuhani kwenda kumwambia umeniita. Eli anamwambia no, sijakuita, go back and then sleep. Anakwenda kulala tena, lakini bado Mungu anamuita. The issue ni kwamba alikuwa available, Samuel was available, but Samuel was not matured enough. Samuel alikuwa anapatikana kanisani, lakini alikuwa hajakomaa vizuri kuweza kutambua sauti ya Mungu inaposema inasema kwa namna gani. So kumbe kuna uwezekano kabisa wa mtu akawa kanisani, akawa kwenye nyumba ya ibada, lakini akawa na miss the voice of God. Na the moment you meet the voice of God, God will keep on calling. Mungu ataendelea kuita na kuita na kuita, kwa sababu bado hujaweza kudiscern kwamba hii ni sauti ya Bwana. Mungu akaanza kuzungumza, hakuanza kuzungumza kwa hatua inayofuatia mpaka pale Samuel alipojua kwamba kumbe huyu ni Mungu ananiita. The moment he knew how to respond, alipojua namna ya kuweza kurespond, ndio Mungu akasema now, akaanza kumpatia maelekezo. Meaning that Mungu hawezi akatoa maelekezo kama endapo hujaweza kutambua hapa ni yeye anazungumza, au hujaweza kurespond inavyotakiwa kulingana na sauti yake alivyoweza kuisema kwa wakati huo. So kujifunza kwenye neno la Mungu, kujifunza njia za Mungu, ni kutaka kuelekeza namna ambavyo Mungu anatenda kazi, ili utakapofahamu sasa, response yako kwenye kufahamu kule kunamsaidia Mungu aingie kazi. Tazama hivi, usahau Mungu anatenda kazi na watu. Mungu anatenda kazi na watu katika dunia hii hapa chini. Mungu afanye mwenyewe, anafanya kazi na watu. Bwana asifiwe sana. Amen. The moment Adamu kwanza amekosea, ameanguka dhambini, kutokea pale Mungu akaweka mchakato mwingine kuja kumkomboa, na kutokea pale Mungu alikuwa hana legality. Mungu hana haki ya kuja duniani akafanya kitu, hana haki hiyo. Ulimwengu unaongozwa kwa sheria za rohoni. Sheria za roho ambazo zimewekwa hapa hivi zinamkataza Mungu, au zinaikataza roho yoyote ile ije kufanya kazi katika dunia hii ya damu na nyama. Na vitu vyote ambavyo tunavitafuta vya damu na nyama vilivyoko duniani hapa, kama tunataka roho zitusaidie, zile spirit haziwezi kukusaidia kama endapo hujahusisha. Hazifanyi kazi zenyewe. Sikiliza hii, mganga na mchawi na mtu anayetumia majini na mashetani, mashetani hayafanyi kazi yenyewe, yanashirikiana na mtu mwenye damu na nyama, kwa sababu mwanadamu ndio ana haki ya kuruhusu kiumbe cha roho kiingie katika ulimwengu wa mwili. Mwanadamu ana haki hiyo, wewe including you. Mungu hawezi kutenda kazi kitu kwako, hawezi kufanya kazi kwako mpaka wewe umeruhusu. Na njia mojawapo ya kuruhusu ndio kwenye maombi. Tunaomba. Prayer kazi yake nini? Kuomba kazi yake ni kumruhusu Mungu wa roho aingilie kwenye mambo ya mwilini ili aweze kufanya matokeo. Baada kwa Yesu amefufuka, akawatoa wengine kuwa mitume, akawatoa wengine kuwa manabii, akawatoa wengine kuwa walimu, akawatoa wengine kuwa wainjilisti, kwa lengo la kukamilisha mwili wa Kristo, ili mwili wa Kristo upate kujengwa, ufikie kima cha Kristo. Mwili wa Kristo ni nani? Ni wewe na mimi. Wewe ndio mwili wa Kristo. Yesu ndio kichwa cha kanisa, alafu ni kiwiliwili ambao ndio mwili wake. So mchungaji akija mbele zako ni kukujenga wewe, akija apostol mbele zako ni kukujenga wewe, akija sio mwinjilisti mbele zako ni kukujenga wewe. Ukikataa kujengwa, maana yake huwezi kupata matokeo fulani katika maisha. You must accept within you kwamba okay, tunajengwa, na kujengwa huko ni kila siku, na nikijengwa natakiwa nikue, nifikie kima cha Kristo. Na ukuaji ni mchakato. Ukuaji ni issue, ni mchakato wa kila siku. We are fighting every single day. Ili kuweza kukua, kufikia kima cha Kristo. Alivyokuwa anafanya yeye Kristo, na mimi nifanye hivyo hivyo. Alivyokuwa anafanya watumishi wake wa zamani wakina Petro, na mimi nifanye hivyo hivyo. Do you know why? Kwa sababu nimekuwa, level yangu imeongezeka. It's a growth. Akija mbele zako mchungaji,
Uwe katika tamanio la kusema hivi, amekuja kunijenga niweze kukua. Akija nabii mbele zako, amekuja kunijenga niweze kukua. Akija mtume mbele zako, amekuja kunijenga ili niweze kukua. Akija na injili ya kukubomoa, huyo sio mtumishi wa Mungu. Lakini kama anakuja kukujenga ufikie kima cha Kristo, he is a man of God to you. Maana every single day, Bwana asifiwe sana. Usahau Mungu anatenda kazi na watu, anafanya kazi na watu. Usahau hivi, Yesu ni kichwa cha mwili cha kanisa, wewe ni kiwiliwili chake. Kichwa kiweza kufanya kazi chenyewe, kinategemea mkono, kinategemea miguu. Ili mwili mkamilishwe, lazima kuwepo na coordination, lazima kuwepo na muunganiko, utendaji kazi wa vitu vyote hivi. Kichwa kishirikiana na mikono, kishirikiana na miguu, kishirikiana sijui na ubongo, kishirikiana na macho, kila kitu kiparticipate katika utendaji kazi. Ndio mwili wote unaingia katika utendaji kazi ulio mkamilifu. Nao ukimwachia kichwa mwenyewe akanyanyue spika, hawezi kunyanyua, kwa sababu yeye kazi yake sio kufanya hivyo, ila kazi yake ni kupatia maelekezo ya kufanya. That's Jesus to you. Yesu kwa kweli ni kichwa, anakupatia maelekezo, anakupatia njia, alafu miguu kazi yake ndio kutembea. Sasa na umeshaona njia, you don't want to walk. Umeshaona njia kupita, upiti. Akija kwako mchungaji ni kukamilisha watu wa Mungu, anakamilisha Kristo, na akikamilisha anategemea ukue, ufikie kima cha Kristo. Haleluya, amen. Uongezeke. So learning the ways of God, kujifunza njia za Mungu kila wakati. Lengo letu ni kitu gani? Lengo letu ni kutaka ukamilishwe. So kuna some protocols ndio chache ambazo zinamsaidia mtu sasa aweze kujua namna kutembea na Mungu vizuri na kupata matokeo katika dunia hii tunaoishi ya damu na nyama. Tunaishi katika zama za uovu, zama ambazo uovu umewaka katika mioyo ya watu. There is a ways of moving with God. Na ukishazimaster hizo, trust me, uweze kushinda chochote kile. Maandiko yanasemaje? Mtu wa mwilini hawezi kuyatambua mambo ya rohoni, kwa sababu mambo ya rohoni yanatambulikana kwa namna ya rohoni. Imagine this, Mungu anakutana na Musa, anamwambia kawatoe watu wangu katika utumwa wa Israeli. Alafu Musa anakwenda kule akiwa na fimbo peke yake. Mind you, unakwenda kwa mfalme ambaye ana jeshi. Mfalme Farao alikuwa na jeshi kubwa, ana kila aina ya silaha za vita. Mind you, na kipindi kile Egypt ilikuwa ndio civilized country, ilikuwa ndio nchi ambayo imeshastaarabika, inajua modern things. Alafu anakuambia kawatoe katika utumwa, uende ukiwa na mti, ukiwa na kifimbo peke yake. It doesn't make sense. Alafu miaka kadhaa nyuma Musa alikuwa amekimbia, alimkimbia Farao. Alafu this time Mungu anakutuma nenda tena kule kwake, kaongee naye. Musa anakwenda akiwa na fimbo. Maana mambo ya kiroho yale kwa namna ya kibinadamu haikaliki kabisa, ila kwa namna ya kiroho. There is a time the Bible say Jehoshaphat mfalme, kuna mataifa yaliinuka kinyume naye kuweza kupigana naye vita. Alafu Jehoshaphat akaogopa, akawa anajiuliza nikienda kupigana nitapigana kwa namna gani? Sikiliza, Mungu anamwambia kama no, hii vita usipigane kwa namna ya bunduki na silaha. Hii vita tanguliza mbele, waimbaji waanze kuimba. Anapeleka waimbaji, wanaimba, alafu wakiwa wanaimba upande wa adui wanasikia vitu vingine, ghafla vita inakuwa imeisha. The ways of God are different. Njia za Mungu ni tofauti kabisa. Bwana sifa watu wa Mungu. Amen. Njia za Mungu ni tofauti kabisa. Ukitaka uende nazo kwa common ways, sawa na protocol zetu, kuna sehemu zinakataa. Totally ngumu tunakuwa nayo sasa, watumishi wa Mungu, ni ipi? Kila siku we are fighting kuweza kutafuta, je, njia ya Mungu kwenye hichi ni kitu gani? Njia ya Mungu ni ipi? Kwa kuwa silaha za Mungu au njia za Mungu huwezi kuzitafuta kwa fikra za kibinadamu ukazipata. Lazima ujifunze kuangalia kwenye neno lake. Mungu alikuwa anafanya vipi na watu wake wa zamani? Asili yake haijabadilika. Amesema hivi, yeye ni yule jana, leo na hata milele. Let me teach you something. Namna ambavyo unatakiwa upate faida kwa sana ukiwa unasoma Biblia. Hivi ndivyo ambavyo mimi nafanya. Hili neno la Mungu halina faida kwako kama likibakia katika Biblia, katika maandishi tu haya. This word of God should come to you. Lazima hili neno la Mungu lije kwako, ulibebe kama wewe. Tunafanya namna gani? Sikiliza kwa makini sana. How do we do that? You go in the Bible, unaangalia ni kitu gani kina fit na situation yako. Alafu hicho kitu kinacho fit na situation yako, pale waliokuwa wameandikwa unawaondoa, alafu unajiweka wewe. Alafu ile hali unaiondoa, unaiweka hali yako. Alafu unaanza kutafakari lile neno, linaanza kuwa active kwako. Manake kama Mungu alifanya zamani na watu wake kupitia mkono wake, nikazungumza nikasema hivi, mkono wa Mungu
hautauona kama huu mkono physical hand, but it is a figurative language. Ni lugha ya picha ya kukusaidia kuelewa kuna utendaji kazi wa Mungu, na utendaji kazi wa Mungu ni kitu gani cha Mungu ambacho kinafanya kazi. Kwa hiyo anapokuambia mkono wake ulinyooshwa kwa ajili ya kuweza kutenda, maanake nikitaka nguvu za Mungu zinazotenda kazi kila siku, lazima niangalie kwenye Biblia nguvu za Mungu ambazo zinafanya kazi kila siku zimekuwa identified kama ni kitu gani, na nakwenda nachukua ile scripture, ninachukua hilo neno, nikisogea kwa Mungu, huo mkono wake unakuwa ni halisi kwangu. Na ukiwa ni halisi kwangu, nikianza kupata matokeo, mwanadamu wa damu na nyama hatokuja kamwe kuelewa kama hiki kitu kinafanya kazi kwa uhalisia, kwa sababu kwake mambo hayo yamefichwa, yanatambulikana na watu wa roho peke yake. Kwa kuwa mambo haya yanatambulikana kwa namna ya roho, namna ya protocol za kukusaidia kuwa roho ni zipi? Nikasema cha kwanza, lazima uwe ni mtu ambaye una imani. Maandiko yanasema kitabu cha Waebrania sura ya 11, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, maana kila amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yupo. Kila anayekwenda kutumia mkono wa Bwana lazima aamini kwamba mkono wa Bwana upo. Kila anayetaka kutaja jina la Bwana lazima aamini. Maandiko yanasema pasipo imani, jambo lolote likifanyika pasipo imani ni dhambi, ni dhambi. Kitabu cha Waebrania hiyo sura 11 anaanza kuelezea pale chini, kwa imani Enoko, kwa imani Nuhu, kwa imani Sara, kwa imani Abraham, kwa imani Daudi, wote kuanzia kitabu cha Abel, kwa imani Abel toa sadaka ile inampendeza Mungu, kuanzia Abel mpaka mashujaa wa imani wote, watu walikuwa na matokeo makubwa because they have something called faith. Walikuwa na kitu ambacho kinaitwa imani, na ni mojawapo ya currency, universal currency katika ulimwengu wa roho. Huwezi kuipinga imani. Sikiliza, umemfuata Mungu huyu, lazima uamini Mungu huyu anafanya kazi kwa imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa mambo mengi tunayofanya wakati mwingine, we do them because of faith. Tunayafanya kwa sababu tuna imani. Unasikia unachosema? Yes. Tukienda kufanya kazi kwenye kumtumikia Mungu tu ni kwa imani. Unatoka nyumbani unakuja kanisani, ukiamini hivi tawakuta watu. Je, usipowakuta? Lakini moyoni mwako unajiamini kama tawakuta watu. Unakuja kuhubiri, unajua hivi Mungu atafanya kazi yake. Je, asipofanya? No, I don't care, but what I know atafanya. Yes. Ni imani. Ni imani. Imani chanzo chake ni kusikia. Wakati mwingine unasikia kitu kwenye moyo wako, kwenye nafsi yako, Mungu anakuambia kitu fulani, unaamua kuchukua hatua kufanya. Unafanya kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. Yes. Kwa sababu ya imani. Not because umeona material, but because tusiviangalie vinavyoonekana. Imani sio kuangalia vinavyoonekana. Imani ni kuchukua hatua kabla vitu havijaonekana kabisa. Hilo naamini hivi, aliyekwambia atatenda mbele yake. Yes. So ndio imani hiyo, nachukua hatua hata kama sio ni matokeo, but I take a step. Take a step. Na ni mojawapo ya fumbo gumu katika Ukristo. Swala maisha ya imani ni swala gumu sana kwenye Ukristo, kwa sababu watu wengi kwenye Kristo wanaishi kwa kusubiria kuona, they are waiting mpaka waone kitu fulani alafu ndio wachukue hatua. No, wakati mwingine kwenye huu ulimwengu tunaoishi sisi, mambo ya ufalme wetu yanaanzia kwenye imani kwanza. Na bahati nzuri huwa kuna kuwepo na currency, kuna kuwepo na kafedha kadogo kakununulia imani, kanaitwa sauti ya Bwana. Ukisikia sauti unachukua hatua, ukichukua hatua, ile hatua uliyochukua ndio imani yenyewe hiyo. Sasa bahati mbaya sana, ukiwa unachukua hatua za imani, sio watu wote watakao kuelewa. Ndio bahati mbaya inapokuja kutokezea tena hapo sasa, kwa sababu hatua za imani mwanadamu wa mwilini hawezi kuelewa. Mwanadamu wa mwilini kamwe hawezi kuelewa hatua za imani, hawezi kuelewa hata kidogo, hawezi kuelewa. Hawezi kumwambia kwamba hivi usio na wasiwasi, tunakwenda kuimba, tukimaliza kuimba kuna vita tunashinda. Hawezi kuelewa. Hawezi kuelewa kama Mungu ameniambia twende katika ukuta tuzunguke siku 6, alafu baada ya siku ya 6, siku ya 7 utaamka wenyewe, ukuta ambao umejengwa miaka na miaka. Mtu wa kawaida hawezi kuelewa hata kidogo, ila mtu wa imani anajua hivi, aliyeniambia anatimiza. Maandiko yanasemaje? Abraham kwa kuwa alisikia sauti ya Bwana hakuzimia katika imani. He never fainted in faith. Hakuzimia katika imani yake, aliendelea kuamini akimtarajia Bwana kwamba yeye aliyemwahidi sio mwongo, atatimiza ahadi yake. Can you imagine that? Mwanamke miaka 90, mwanamume miaka 100 na kitu, ambao siku za kawaida zimeshakoma kabisa, lakini because alisikia sauti ya Bwana kwamba kesho majira kama haya utakuwa na mtoto. Abraham hakuzimia moyo wake, hakuzimia imani yake, alisikia sauti. Alisikia sauti. Yes. Angetokea jirani yake mwambie hivi, Sala, no, sio mimi natapata mtoto, mwakani Mungu ameniambia nitakuwa na mtoto. Angesema haiwezekani, kwa sababu miaka yake imeshakuwa mingi sana. Tunafahamu mwanamke wa kawaida siku zake za mzunguko zimeshakata. Haiwezekani kuwa na mtoto kabisa. But because the Bible says alisikia sauti ya Mungu, maandiko yanasema kwa imani Sara alipokea uwezo.
alipokea uwezo kwa imani. So aliamini, baada ya kuamini akapokea uwezo wa kuwa na mtoto. Naamini baada ya kuamini napokea uwezo wa kufanya ibada, napokea uwezo wa kuhubiri mtaani, napokea uwezo wa kwenda Afrika nzima, napokea uwezo kwa kuwa nimeamini. Naisikia sauti yake kwanza, alafu naamini, alafu baada ya kuamini ananipatia uwezo. Nasikia sauti yake nifanye biashara, naamini, nikiamini ananipatia uwezo wa kwenda kufanya biashara kubwa. Sianzi kufanya kwanza, naanza kwanza kuamini. Nasikia sauti yake na mkono wake unatenda kazi, naamini, nikiamini unapokea uwezo wa kutembea nao. Nasikia sauti yake ameniambia kwamba anza kanitendee mema, naamini, nikiamini mkono wake unanyoshwa. Haianzi kwanza kukuona, inaanza kwanza kusikia na kuamini, kusikia na kuamini. Maana hata kama kwenye ibada kama hivi, naposikiliza habari za mkono wa Bwana mwema, sikiliza nikwambie, naposikiliza habari za mkono wa Bwana mwema, lazima nisikie, nikisikia nikiamini, mkono unaingia kazini. Nisipoamini hauingii kazini.